Jitoe sadaka. Kujitoa sadaka ni ufunguo wa mabadiliko ya maisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hili ndiyo somo letu la leo ambalo tumekuandalia, na Mungu akutangulie na wewe ambaye umetenga muda wako kwa ajili ya kusikiliza neno hili la Mungu. Kwanza kabisa niombe kwa ajili yako wewe ambaye unatazama video hii na unasikia sauti hii. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo iliyoinama. Mungu, wapo waliovunjika moyo, wapo waliokata tamaa, wapo wanaopitia maumivu makubwa katika afya zao, wamekuwa wagonjwa, wako katika vitanda, wamelala, wako hoi na hawana msaada wowote ambao Baba wanakutegemea wewe. Kuna wengine ambao uchumi wao umeyumba, hawana pa kushika wala hawajui watafanya nini. Mungu, nenda kawe kimbilio kwao. Kuna wengine ambao ndoa zao zimekuwa changamoto. Mungu, nenda ukawaguse, nenda ukawatie nguvu, nenda kaanzishe mwanzo mpya juu ya maisha yao, juu ya ndoa zao. Kuna wengine Bwana, huduma zao zimekuwa ni changamoto. Bwana, kupitia neno hili leo, gusa mioyo yao, wapate matumaini mapya, wape nguvu mpya na wafundishe siri ya kujitoa sadaka, ili wakaweze kutembea na neno lako na wakaweze kupata baraka na utukufu ambao Bwana utaenda kuinua juu ya maisha yao. Bwana, nenda ukambariki na umuongezee zaidi. Nami ninajikabidhi mikononi mwako Mungu. Nenda Baba ukanitumie kwa viwango utakavyo wewe, badala yake niwe kama chombo, mzungumzaji ukawe ni wewe katika neno lako hili. Asante kwa utukufu wako na neema yako ambayo Baba umetushushia siku nyingine hii. Endelea kusimama nasi, gusa kila kazi ya mikono yetu katika jina la Yesu Kristo. Amina. Katika siku ya leo nimesema tutakuwa na neno la Mungu ambalo linasema jitoe sadaka. Hili si somo la pesa tu, ni somo la maisha, ni somo la imani yako, ni somo la kumkabidhi Mungu kile ulicho nacho ili apate kufanya kile usichoweza kufanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika dunia ya leo watu wengi wamekata tamaa, wengine wamejaribu kila kitu lakini mambo hayaendi. Sasa pengine ni wewe ambao unanisikiliza, ulishawahi jaribu kufanya biashara, ulianzisha jambo fulani lakini likabuma, ukajaribu tena na tena lakini kila unachogusa kimekataliwa. Lakini kuna siri moja ambayo nataka uifahamu siku ya leo, siri ambayo mara nyingi watu huichukulia kawaida, siri ambayo mara nyingi watu huichukulia kawaida sana. Siri hii ni sadaka ya kweli mbele za Mungu. Sadaka ya kweli mbele za Mungu si kutoa pesa nyingi. Sadaka ya kweli mbele za Mungu ni kutoa kutoka moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa ndipo ambapo watu wengi sana wamekuwa wanafeli kwenye maisha yao, kwenye huduma zao, kwenye biashara zao na kwenye kila kitu ambacho kipo kwenye maisha yao. Nataka ufahamu sadaka ni nini. Sadaka si kutoa tu kitu. Badala yake sadaka ni kutoa kitu chenye thamani kwako, kwa moyo wa imani na kwa ajili ya Mungu. Hiyo ndiyo sadaka. Habili alitoa sadaka bora kuliko Kaini na Mungu akaipokea. Lakini ni kwa nini? Ni kwa sababu sadaka ile ilitoka moyoni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sadaka ile ilitoka moyoni mwake. Ukimwangalia Kaini, wakati Habili anatoa sadaka, Kaini naye alitoa sadaka. Lakini kwa nini sadaka ya Kaini haikukubaliwa? Manake sadaka ya Kaini haikumpendeza Mungu. Pengine ilikuwa ni sadaka inayofaa, lakini haikuwa ikitoka ndani ya moyo wake. Alitoa kwa manunguniko na alitoa sadaka ambayo haikuwa na thamani kubwa juu ya maisha yake. Tunapozungumzia sadaka, ni kitu ambacho ni cha thamani sana kwenye maisha yako. Unakitoa kwa ajili ya Mungu. Kaini hakutoa chenye thamani sana. Maana yake alitoa lakini alikuwa na manunguniko, lakini alikuwa na mashaka. Hiki ninachokitoa nikitoa cha thamani zaidi napata nini? Habili alitoa kwa moyo na alitoa kile cha thamani zaidi kwenye maisha yake.
Kwa hiyo ni nini kinatokea baada ya kujitoa sadaka? Nini kinatokea? Jambo la kwanza ambalo litatokea juu ya maisha yako baada ya wewe kujitoa sadaka, sadaka yako inamgusa Mungu direct. Bwana Yesu asifiwe sana. Usichokijua ni kwamba sadaka inaongea. Sadaka inaongea. Na kuna kitu nataka ufahamu. Kuna vitu maombi pekee hayawezi kuvifungua. Kuna vitu maombi peke yake hayawezi kuvifungua. Na ndiyo maana umekuwa ukijiuliza maswali. Kama ni kufunga, umekuwa ukifunga sana. Kama ni kuomba, umekuwa ukiomba sana. Kama ni maombi ya usiku, umefanya sana. Kama ni maombi ya kujiambatanisha na madhabahu mbalimbali, umejiambatanisha nayo. Lakini kwa nini Mungu hajibu maombi yako? Kwa nini umefunga, umejinyima kula, ukajitesa sana, lakini kwa nini Mungu hajibu maombi yako? Bado haujajitoa sadaka kwa ajili ya Mungu, kwa sababu sadaka inaongea. Sadaka inamgusa Mungu moja kwa moja, lakini maombi pekee hayawezi. Kwa hiyo kila unapofanya maombi lazima uambatanishe na sadaka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu sadaka inaweza kufungua mlango ambao maombi peke yake hayawezi kufungua. Nafikiri sasa hapo unanielewa zaidi. Kuna watu wanasema kutoa sadaka sijui nini na nini, lakini nataka ufahamu sadaka inafungua milango ambayo maombi peke yake hayawezi kufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe fanya, jiwekee practice, weka majaribio ambayo majaribio yatoke ndani ya moyo wako. Anza kutoa sadaka kuanzia leo. Nenda kawasaidia watoto yatima, nenda kasaidia wajane, saidia watu wanaohitaji, watu wasiojiweza. Utaanza kuona mabadiliko na maisha mapya yataanza kwenye maisha yako kuanzia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna vitu maombi peke yake hayawezi kuvifungua, yanahitaji sadaka ya kutoka moyoni, na sadaka inaweza kumgusa Mungu direct. Na ndio maana ukiangalia manabii wa zamani, watu wa zamani walipokuwa wanataka kumkaribia Mungu walitoa sadaka. Sadaka ikawakaribisha na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Walikuwa kila wanapokaribia madhabahuni, kwenye madhabahu zao walitoa sadaka za kuteketeza. Waliteketeza mnyama, kama ni ng'ombe, ng'ombe aliyenona ndio anayemtoa. Kwa nini wasingeweza kuchagua ng'ombe aliyojiishia, aliyekonda, au mfugo au mnyama aliyekondeana ndio wamtoe sadaka? Walikuwa wanachagua ng'ombe aliyenona mzuri sana, wanamteketeza kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo hivyo hata leo, nenda kamtolee Mungu kile kilichonona kama Habeli. Mungu atabarikiwa na hiyo sadaka yako. Sadaka yako itaanza kuongea na Mungu direct, na mambo yatafunguliwa, yale ambayo maombi yako ya miaka yote ambayo umekuwa ukiomba yameshindwa kufungua. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo, katika siku ya leo, na kutamkia katika sadaka ambayo utaanza kuitoa siku ya leo, utaanza kuitoa kuanzia sasa hivi, na kutamkia ukapokee baraka, na sadaka yako ikaongee na Mungu. Sauti ya sadaka yako ikasikike masikioni kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukapokee kuanzia saa hii. Na katika video hii nitaenda kuelezea faida utakazozipata baada ya kuanza kujitoa sadaka. Lakini jambo lingine ambalo litatokea baada ya kuanza kujitoa sadaka, unabadilisha hali yako ya kiroho na kimwili. Watu wengi wanalia kwa sababu ya hali zao, lakini sadaka inabadilisha mwelekeo wa maisha yako moja kwa moja. Sasa kwa sababu kujitoa sadaka pia unaweza kubadilisha hali yako ya kiroho, na ukibadilisha hali yako ya kiroho na ukamkaribia Mungu zaidi, maana yake hata hali yako ya kimwili inabadilika. Nataka ufahamu kitu kimoja, kila unachokiona kinatokea mwilini kilianzia rohoni. Roho yako inazalisha vitu ambavyo vina react kwenye mwili, kwenye maisha ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijitoa sadaka kikamilifu kwa Mungu, haya matatu lazima yatatokea juu ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia kitabu cha Wafalme wa kwanza sura ya 17 mstari wa kwanza, utasoma habari ya mwanamke mjane
Biblia inamwelezea kwamba mwanamke huyu alikuwa na unga na mafuta ya kutosha kutengeneza mkate wa kutosha kula mara moja, na baada ya kula kwao yeye na mwanaye wafe. Na ndio maana nabii Elia alipofika pale akawaambia, nipeni mkate niweze kutumia. Walimweleza, tuna unga na mafuta kidogo tu ambayo yanatosha kutengeneza mkate wa kula mara moja, alafu after kula tufe. Lakini angalia maajabu ya kujitoa. Mwanamke huyu alijitoa kwamba kwa sababu ni nabii wa Mungu, acha ale alafu sisi tufe na njaa. Alipotoa kama sadaka kwa nabii Elia, Mungu hakumwacha kama alivyokuwa. Mungu hakumwacha aangamie. Mungu hakumwacha afe na njaa yeye na mwanaye. Badala yake, unga haukuisha wala mafuta hayakukauka kamwe kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo hata kwenye maisha yako, kile ambacho utakitoa sadaka kwa ajili ya Mungu, kwa ajili ya kazi ya Mungu, pengine ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, pengine ni kwa ajili ya maisha ya mtumishi wa Mungu, Mungu akakizidishe maradufu na chakula kisikauke kwenye maisha yako kwa sababu ya sadaka ulioitoa kwa ajili ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu ya sadaka ulioitoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, kwa ajili ya huduma ya Mungu, Mungu atazidisha kipato chako, gara lako litazidi kuongezeka na hautapungukiwa na chakula wala mafuta katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu tuangalie katika kitabu cha Samueli wa kwanza, ile sura ya kwanza. Biblia inasemaje pale? Inamwongelea mwanamke mmoja aliyeitwa Hana, ambaye alikuwa anaishi na mke mwenzake ambaye alikuwa anaitwa Penina. Hana alipitia mateso makali sana. Alipitia manyanyaso na masimango na maneno makali ya kashfa, lakini yeye mwenyewe alikuwa na uhitaji mkubwa na maombi mengi aliyafanya sana kwa Mungu ili aweze kumpa mtoto. Mahitaji ya Hana, alikuwa anamwomba Mungu ampe mtoto, lakini hakupata mtoto kwa wakati. Biblia inatueleza Hana alikuwa akimwomba Mungu asubuhi, mchana na usiku, na alikuwa akimtolea sadaka. Biblia inasema Elikana mumewe alikuwa akiwapa sadaka Penina na watoto wake, na Hana alimpa mara mbili. Maana yake nini? Maana yake Hana alikuwa akitoa sadaka kila mwaka, alikuwa akitoa fungu la 10 kila mwaka, alikuwa akitoa sadaka, lakini hakuweza kufanyaje? Hakuweza kujibiwa ombi la yeye kupata mtoto. Biblia inasema lakini alipojitoa sadaka kwa Mungu kwa moyo wake wote, Mungu alimkumbuka. Na wakati anajitoa sadaka, angalia, alimwambia Mungu, Mwenyezi Mungu, nimechoka kuomba kila wakati. Ninaomba nipatie mtoto, na huyu mtoto utakaye nipatia ninamtoa kama sadaka juu ya kazi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipojitoa sadaka kwa Mungu kwa moyo wake wote, Mungu alimkumbuka na akampa mtoto, akamwita Samueli. Samueli ambaye baadaye ni nabii wa Mungu aliyeifanya kazi ya Mungu na akatumika kwenye madhabahu ya Mungu. Lakini kama mwanamke huyu Hana asingeweza kujitoa sadaka kwa moyo wake wote, angeomba maombi mpaka angekuwa mzee, na maombi yake yasingetosha kufungua mlango ulioweza kufungwa juu ya uzao wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini tunaangalia kujitoa kwake sadaka kulitosha kufungua milango yake yote iliyoweza kufungwa juu ya uzazi wake, na baadaye Mungu akafungua uzao wake, akaanza kuzaa na akamzaa nabii Samueli. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaongea na mtu mmoja ambaye amekuwa akihangaika kutafuta mtoto. Pengine umekuwa ukipata ujauzito unaharibika. Leo maombi yako yakawe kama ya Hana, ukajitoe sadaka, ukatoe kile cha thamani juu ya maisha yako, ili hiyo sadaka ikafungue mahali ambapo maombi yameshindwa kufungua, maombi yameshindwa kupenya. Sadaka yako ikapenye kuanzia leo kwa jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha tusiangalie faida za kutoa sadaka. Sadaka inaleta baraka zisizoelezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hawezi kudai kitu chako na akuache vile vile.
Tunapoambiwa tutoe sadaka, tena sadaka ya kujitoa kama Hana, maana yake ni deni ambalo unaliweka kwa Mungu na Mungu hata kuacha kama ulivyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutoa sadaka kunaongeza imani yako, kwa sababu ukitoa sadaka unajifunza kumtegemea Mungu kuliko hali unazoziona kwenye dunia. Lakini sadaka inavunja roho za umaskini na hofu ndani yako. Unapoanza kutoa sadaka, unaacha kuishi kwa hofu na unaacha kupungukiwa. Hivyo sadaka inavunja roho za umaskini kwenye maisha yako. Ukianza kutoa kuanzia leo, natangaza roho zote zilizoinuliwa, roho za kimaskini juu ya maisha yako, roho za magonjwa juu ya maisha yako, roho za kuzurumiwa juu ya maisha yako, roho za kukatariwa juu ya maisha yako, zinaenda kuondoka kupitia sadaka yako kwa jina la Yesu Kristo. Kwa sababu tumeambiwa, tumeelezwa kupitia neno hili, sadaka inafika mahali ambapo maombi peke yake yasingeweza kufika. Kuanzia leo sadaka yako ikavunje roho za umaskini. Na ndio maana kila unapotoa sadaka, hakikisha unaiongelesha sadaka yako. Ukifanya hivyo, unatuma maombi yako kupitia sadaka, na tumeona kuwa sadaka Mungu anaisikia kuliko maombi. Sadaka inasema na Mungu direct. So unapotoa sadaka, hakikisha unasema na sadaka yako, kwa sababu sadaka inapeleka ujumbe wako moja kwa moja kwa Mungu, na maombi yako yanajibiwa kwa haraka sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sadaka inaleta ulinzi wa kimungu ndani yako. Magonjwa yamekuwa yakikupata kwa sababu umekuwa ni mvivu sana kutoa sadaka. Watu walioshindwa ndio wanaokukwamisha wewe, kwa sababu wamekuaminisha kutoa sadaka ni uwizi, kutoa sadaka ni kuibiwa. Lakini ni kanuni ya Mungu kutoa sadaka kwa ajili ya kazi yake. Kumbuka, unapotoa sadaka ukiwa kanisani haupotezi, kwa sababu sadaka yako ndiyo inaendesha huduma ya Mungu. Lazima Mungu akukumbuke. Unapotoa sadaka, kumbuka, ndiyo inayojenga kanisa na nyumba ya Mungu. Lazima Mungu akukumbuke. Unapotoa sadaka, kumbuka, ndiyo inaendesha huduma ya Mungu, ndiyo inayemtunza mtumishi wa Mungu ambaye yupo kwa ajili ya kukuconnect na Mungu. Lazima Mungu akukumbuke kwa jina lake. Kuanzia leo, kama kuna mindset ulianza kuitengeneza kwenye ufahamu wako, ukaacha kutoa kwa ajili ya Mungu, ndio maana magonjwa yanakuandama, ndio maana kila unachogusa hakifanikiwi, na ndio maana kila unaposhika hapashikiki, pamekuwa pamoto, kwa sababu ya mindset ambayo umeanza kuitengeneza kwenye kichwa chako. Vunja hiyo roho kuanzia saa hii. Anza kutoa kwa ajili ya Mungu, kwa sababu Mungu ataenda kubadilisha hatima yako, kwa sababu Mungu ataenda kuvunja roho za umaskini, kwa sababu Mungu ataenda kutengeneza ulinzi. Wachawi wakikugusa watashindwa, kwa sababu kuna ulinzi juu ya maisha yako. Maadui zako na watesi wakiinuka juu ya maisha yako, Mungu atainua malaika na jeshi kubwa litaenda kupigana nao kwa jina la Yesu, kwa sababu tu umeenda sawa na kanuni ya Mungu. Umekuwa ni mtu ambaye unatoa kwa moyo wako. Umetoa kwa ajili ya kazi ya Mungu, umetoa kwa ajili ya ujenzi wa kanisa, umetoa kwa ajili ya neno la Mungu liendelee kuhubiriwa na wale waliofungwa wakafunguliwa kupitia sadaka yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapowasaidia yatima, unaposaidia wajane, unapogusa wasiojiweza, unapojitolea kwa watu wengine, maana yake Mungu anakubariki. Unaweza usizione baraka zako kwa wakati huo, lakini Mungu anajua namna gani ataweza kukugusa. Oh, haleluya. Ninaenda kuongea na wewe ambaye umekuwa ukipitia changamoto nyingi sana kwenye maisha yako. Pengine umekata tamaa, umekuwa ukizalaulika, umekuwa ukiwekewa mipaka kwamba mahali fulani huwezi kukanyaga. Pengine umesoma sana, lakini umeishia kuuza magenge, umeishia kufanya
kazi za kawaida, lakini kuna wengine ambao ulisoma nao, wameajiriwa, wako serikalini, ambao CV zao na zako za kwako ziko vizuri kuliko za kwao, kwa sababu tu ulitamkiwa maneno. Leo ninaenda kuyavunja kwa jina la Yesu kupitia neno lake. Kwa kuwa umetambua umuhimu wa sadaka, kujitoa sadaka kwa ajili ya Mungu, nenda ukafunguliwe kwa jina la Yesu Kristo. Ninatamka neno hili likamee ndani yako. Uharibifu ulioanza kujengeka juu ya maisha yako, tunaenda kuharibu kwa jina la Yesu Kristo. Kila neno baya lililomea linalokutenganisha na Mungu, ninaenda kulivunja kwa jina la Yesu Kristo. Wewe uliyetega sikio lako kusikiliza neno hili, nenda ukabarikiwe kuanzia sasa, na neno lisiishie kusikia, bali likaishi juu ya maisha yako. Anza kujitoa sadaka kama Ibrahim aliyetoa sadaka mtoto wake wa pekee, lakini ndiye Mungu akambariki, akasema nimekubariki wewe na uzao wako. Na ndiyo maana kujitoa kwa Ibrahim ndiko kumefanya Ibrahim awe baba wa mataifa yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunajifunza sadaka si kutoa pesa tu. Sadaka ni kutoa kitu cha thamani kwenye maisha yako, kama jinsi ilivyokuwa kwa Ibrahim, na Mungu anajibu maombi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuanzia leo, kupitia sadaka yako unayotoa kwa moyo wako, utapokea ulinzi wa Mungu. Kupitia sadaka yako roho za umaskini zitavunjwa. Kupitia sadaka yako unaenda kuongeza imani yako kwa Mungu. Kupitia sadaka yako, sadaka italeta baraka zisizoelezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninaenda kusema na wewe ambaye unapitia hali ngumu kwenye maisha yako, ambaye umekuwa ukikabiliwa na madeni, ni mtu ambaye ukishika pesa zinapotea. Magonjwa yamekuwa ndio sehemu ya maisha yako. Umehangaika kila hospitali, umeteseka kila mahali, umeenda kwa manabii, umeenda kwa waganga wa kienyeji, lakini imeshindikana. Neno la Mungu linaniambia siku ya leo, tengeneza mfumo wa kujitoa kwa Mungu kisawasawa. Mungu ataenda kuponya magonjwa yako. Mungu ataenda kuiondoa na kuifuta mipaka uliowekewa, mipaka ya madeni uliowekewa, mipaka ya kutokupokea uliowekewa, mipaka ya kuto kushika na kumiliki uliowekewa. Mungu ataenda kuiondoa leo. Kikubwa ajitoe sadaka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuanzia sasa, sacrifice maisha yako kwa ajili ya Mungu. Mungu anaenda kusema na wewe. Wewe ambaye ndoa inakusumbua, kila unapoingia kwenye uchumba unaharibika. Kila unapoingia kwenye ndoa zinaharibika. Kuna namna hujajitoa kwa Mungu, na nafasi ya kutokujitoa kwa Mungu shetani amekuwa akiitumia ili kukukandamiza, na imekuwa ni kama mazoea. Ukiachika kwenye ndoa yako ikiharibika, unachukulia kawaida, unajenga uchumba mwingine, unaingia kwenye ndoa yako inaharibika, unachukulia kawaida. Leo uko kwenye ndoa ya tatu. Ninakemea hiyo roho kwa jina la Yesu. Kuanzia saa hii ninakutamkia neno la ushindi juu ya maisha yako. Kataa roho ya uharibifu, kataa roho ya mipaka, kataa roho iliyowekwa juu ya maisha yako ya kukuwekea mipaka ya kutokumiliki mume au mke wa kwako. Kuanzia sasa, mahali ambapo yalisemwa maneno mabaya, wakasema hautavuka, sadaka yako inaenda kuvunja maneno hayo. Mahali ambapo walisema unaenda kufa kwa sababu wewe ni mgonjwa wa muda mrefu, sadaka yako inaenda kuvunja maneno yao. Mahali ambapo shetani ameweka mipaka kwamba hautavuka, sadaka ya kujitoa kwako inaenda kuvunja nguvu ya shetani kuanzia leo. Kitu cha kufanya, jitoe kwa Mungu. Nielewe vizuri, kujitoa kwa Mungu si kutoa pesa peke yake. Nielewe ninachokiongelea leo, sio ukubwa wa sadaka, ni moyo wako wa ndani ndio unaoonesha thamani ya sadaka ulioitoa kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ya leo mwambie Mungu, Bwana, hiki ndicho nilicho nacho, na kitoa kwa imani. Badilisha maisha yangu, badilisha hali yangu ya afya, badilisha hali yangu ya kiuchumi, badilisha hali yangu ya kimaisha. Mungu ataenda kubadilisha. Mungu ataenda kukugusa. Mungu ataenda kukupa uzima kuanzia saa hii. Na mimi ninakutamkia ushindi. Kabla sijaingia kuomba na wewe, ninakutamkia ushindi kwa jina la Yesu Kristo. Ninakutamkia kumiliki kuanzia saa hii.
kama kila ulichokuwa unashika kinaharibika, kila pesa iliyokuwa inapita mikononi mwako hakuna unachokitengeneza, kuanzia saa hii naifungua milango ya baraka. Kuanzia saa hii nafungua kubarikiwa kwa jina la Yesu Kristo. Kama umesikia neno hili, Mungu akabadilishe hatima yako. Kama umesikia neno hili, Mungu akatengeneze upya mahali ambapo unastahili kukaa, mahali ambapo unastahili kusimama, kwenye huduma yako, kwenye ndoa yako, kwenye kazi yako, kwenye afya yako. Ninatangaza ushindi kuanzia saa hii. Haleluya. Ninaongea na wewe ambaye maisha yako yamekuwa ni mitihani, maisha yako yamesongwa na miiba, maisha yako yamekuwa yakiambatana na madeni, maisha yako yameambatana na roho za umaskini. Leo ninakutamkia ushindi. Acha niombe na wewe. Mungu akakupe moyo wa kujitoa. Kujitoa kwako ndiyo kubarikiwa, kujitoa kwako ndiyo kufanikiwa. Mungu akakupe kujitoa kwa moyo wa kweli, na mabadiliko haya yakazae matunda ya baraka juu ya maisha yako. Popote ulipo, mkono wako wa kulia ushike kifua chako mahali ulipo moyo wako, nami ninaenda kuomba na wewe, na maombi haya hayataweza kukuacha kama ulivyo. Kuna jambo jipya linaenda kuanza juu ya maisha yako. Jambo jipya lililoanza kwenye maisha ya Hana ndilo linaloanza kwenye maisha yako siku ya leo. Funika macho yako sasa, tuseme na Mungu, na Mungu aweze kutupa moyo wa utoaji, nasi tukamtolee Mungu yale yaliyo mema. Tukatoe kwa Mungu maisha yetu na sadaka zinazotoka ndani ya mioyo yetu. Baba wa mbinguni, ninamwombea mtu huyu aliyetenga muda wake kwa ajili ya kusikiliza neno lako. Huenda amekata tamaa, huenda amehangaika juu ya maisha yake kwa muda mrefu. Mungu, mpatie ujasiri wa kujitoa sadaka kwa imani. Fungua milango ya baraka juu ya maisha yake. Ponya ugonjwa unaomsumbua juu ya afya yake. Mahali ambapo madaktari walisema ugonjwa huu hauwezekani, ugonjwa huu umeshindikana, Baba, fungua kila mahali walipofunga. Fungua kila mahali waliponena ubaya juu ya maisha yake. Rejesha kilichopotea, rejesha kilichoibiwa, rejesha kilichoporwa kwenye maisha yake. Amekuwa akihangaika, amekuwa akiolewa, akioa, lakini ndoa haidumu kwa sababu ya maneno walionena juu ya maisha yake, kwa sababu ya maagano yaliyowekwa na mababu zake juu ya maisha yake. Tunaomba neema yako juu ya huyu aliyetenga muda wake kwa ajili ya kusikia neno hili. Imarisha ndoa yake, imarisha na afya yake. Navunja yale maneno mabaya yaliyosemwa juu ya maisha yake, kwa kuwa ulisema ulimi unaweza kutengeneza na kuharibu. Walimnenea maneno mabaya, leo tunayavunja kwa jina lako takatifu. Leo tunayavunja kwa sadaka, Mungu, ambayo tutaenda kuitoa kuanzia sasa. Baba Mungu, uketie mahali pa juu palipoinuka. Ninamkabidhi mtumishi wako na mtu huyu aliyetenga muda wake kwa ajili yako, ambaye ametenga muda kujifunza neno hili. Baba, nenda kambariki, nenda kamguse, nenda kamuinue mahali alipoanguka na mahali walipotengeneza anguko lake. Nenda kamnyenyue kwa jina la Yesu Kristo. Kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, badilisha maisha yake leo. Gusa moyo wake kama jinsi alivyogusa mkono wake katika kifua chake. Baba, nenda uguse tena moyo wake, nenda uguse tena moyo wake kwa jina la Yesu Kristo. Mahali palipozofika juu ya afya yake, mahali penye maumivu, kuanzia sasa nenda umtengenezee shuhuda. Arudi na atupe shuhuda ya kupona kwake. Arudi na atupe shuhuda ya mafanikio yake. Arudi na atupe shuhuda ya kuinuliwa kwake. Arudi na atupe shuhuda ya namna ulivyotenda juu ya maisha yake, katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba yote nikiamini kuwa Mungu utaenda kutenda juu ya maisha yake, kwa kuwa kuanzia leo amekiri kuwa alikuibia sana, na alikuwa akijua kuwa maombi pekee angeweza kufika kwako. Leo ametambua kuwa kujitoa sadaka, kuna neema kubwa ndani ya kujitoa sadaka. Sadaka inaweza kuongea direct na wewe Mungu.
Leo baba amejifunza neno kubwa. Nenda Bwana ukamshushie baraka katika jina la Yesu Kristo. Ninaomba nikiamini, amina. Mungu akubariki sana. Na kuanzia sasa, mahali ulipokuwa ukiumia, mahali palipokuwa na maumivu, unaenda kupokea uponyaji. Amini, kuanzia sasa utaenda kuleta shuhuda, na nitaomba utoe comment kwenye hii video kile ambacho Mungu amekitenda juu ya maisha yako, kile Mungu ametenda baada ya kujitoa kwake. Mungu amekufanyia nini? Toa comment kwenye hii video. Kumbuka, komenti yako itabadilisha mioyo ya watu wengine ambao imani zao zimepotea, ambao imani zao zimekufa, ambao imani zao ni dhaifu zaidi. Shuhuda yako utakayoitoa kwenye comment ya hii video itamuinua mtu ambaye ndoa yake inamsumbua, itamuinua mtu ambaye biashara zake zimeferi, itamuinua mtu ambaye figo zake zimeharibika, itamuinua mtu ambaye maisha yake hayaeleweki, itamuinua mtu ambaye amekata tamaa kwenye maisha yake. Ni komenti yako moja ambayo itaonesha vile Mungu ametenda kwenye maisha yako, itaonesha yale Mungu amekufanyia kwenye maisha yako, kwa kujitoa kwako sadaka, kwa kutoa vitu vyenye thamani juu ya maisha yako kwa ajili ya kazi ya Mungu. Mungu ataenda kutoa kitu cha thamani kikubwa zaidi kwenye maisha yako. Nikusii mwana wa Mungu, kama umebarikiwa na ujumbe huu, usisahau kushare kwa wengine ili waendelee kubarikiwa. Usisahau kulike na kusubscribe ili ujumbe huu uwafikie wengi zaidi. Mungu akubariki sana.